Mimi nilikuja nikajieleza, saa hii wanasoma, wanajielewa, mama analea watoto, wamekuwa wasichana wazuri, na wao pia ukiwauliza si bado ni wadogo. Kwa mkubwa nitakuwa kama nani? Nitakuwa kama mama Zamzam. Mama oye. Mama oye. Sifa kwa mama. Pesa zisiondolewe. Pesa zibaki ndo wengine kama hao wapate chance ya kusoma. Maana Mombasa oye. Sauti ya mama Zamzam oye. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Humphrey Ochieng. Mimi ni mkaji wa hapa Mombasa. Mimi nikiongea kuhusu hii mambo na Affirmative Action Fund, mimi naunga mkono 100% ili hii pesa ya NGAF pamoja na NGCDF pamoja na Senate Oversight iweze kubaki kwa ofisi ya wabunge, women rep na senator pia apate pesa ambayo anaweza kufanya nao oversight. Kwa nini nasema hivi? Sisi kama watu wa Mombasa tumewitness kazi ya women rep wetu. Mama wetu ni mchapakazi. Mwanzo sana sana huyu women rep ambao tuko naye sahi. Kweli amefanya hii NGAF imeweza kujulikana mpaka kule mashinani. Zamani kuna watu wengi walikuwa hawajui mambo na NGAF. Na tangu mama Zamzam achukue ushukani, NGAF inajulikana mpaka na mtoto mdogo ya kwamba kuna pesa ya NGAF ambaye iko kwa ofisi ya women rep. Na mimi nasema hivi, mama county wetu Zamzam ametuwezesha saizi kuna watoto wetu ambayo walikuwa wamegive up na masomo. Na mama wetu ameweza kuwachukua hao wasichana wetu ambao tunawaita second chance. Amewapatia chance nyingine ili waweze kurudi shuleni. Hano wasichana ambaye kibahati mbaya walipata mimba za mapema. Kibahati mbaya sio kupenda kwao. Lakini unapata wasichana kama hawa mara nyingi wanatengwa na jamii, hata pia saa zingine wazazi wengine pia wana give up, wanasema kwa kuwa ulijifungua, wacha nisomeshe watoto wavulana mwanzo, wewe mambo yako ni baadaye. Mama Zamzam ameweza kupatia wasichana chance ya kusoma na tena anawapatia full scholarship kwa sababu ya hii pesa ya NGAF. Kwa hivyo mimi naomba sisi kama wakaji wa Mombasa, especially mimi, naomba hii pesa ya NGAF iweze kubaki kwa ofisi za women rep. Mwanzo women rep wetu mama county Zamzam Chimba Mohamed aweze kuongezwa mgao, kwa sababu unapata saa zingine tunakuwa na changamoto ya kupeana basari juu unapata ile allocation ya basari huwa inakuja 3 million surely. 3 milioni 3 katika Mombasa county mzima utapatia nani wache nani? Kwa hivyo mimi wacha hata kutoa, naomba iongezwe. Pesa iongezwe pale kwa hiyo kikapu ya NGAF ili wananchi wa Mombasa tuzidi kufaidika, si ndio? Wangapi wanaunga mkono hii pesa ya NGAF ibaki kwa women rep? Tuone kwa mkono, tuone kwa mkono, tuone kwa mkono, tuone kwa mkono. Asanteni sana. Asante. Sasa mwingine ambaye ako na maoni? Mwingine ako na maoni? Mwingine ako na maoni? Yes, mama karibu. Kwa haraka tafadhali. Habari zenyu. Kwa majina naitwa Caroline Nyadiero. Mimi nashukuru kwa siku ya leo Mungu ametuleta hapa. Na nataka kuchangia ile mada iko kuwa pesa ya NGAF ibaki kwa mkono wa women rep. Kwa sababu mama yetu Zamzam tumeona pesa mpaka kwa vikundi vidogo. Anaona wa mama. Kwa mama yetu Zamzam ana celebrate wa mama. Hii kitu ikipelekwa kwa county watasahau kuwa hata wamama wana exist. Ikifika siku ya wamama huwa tunajua mama atatukumbuka kama wamama na akuja atu celebrate. Anatumia hii pesa vizuri. Na yeye abagui amegusa mpaka mtu wa chini. Basari hata ya county mwaka huu hatujaiona. Kuna mtu ameona basari ya Mombasa county? Hakuna kwa county. So hii pesa saa zile mnataka kuichukua muipeleke kule. Hata hiyo ambayo iko huko ambayo haijatoka huu mwaka, ichukueni hiyo pesa mlete kwa hii kikapu ya NGAF ili mama azidi kufundisha watoto wetu, azidi kutufundishia watu ili hakuna kitu muhimu kama education. So kama mtu anachukua pesa ya elimu na amekaa nayo hataki kuitoa, tuko second term, hatujui ataka kuitoa lini. Na watoto huko wanafukuzwa wanaenda manyumbani.
Na sasa hii tena unasema wataka tumregeshe, tumuongezee yeye pesa. Hiyo pesa yuko nayo ileteni huku kwa ngafu. Hiyo pesa yuko nayo iregesheni huku kwa CDF. Kwa sababu pia pesa ya sport ya michezo imechukuliwa imepelekwa kwa county. County tukienda sasa hii unapata watu hii pesa. Nasema from experience, tuko na watoto wanaenda Tunisia. Tumeenda county kutoka Januari mpaka sasa hii naongea na wewe. Watoto wa Mombasa County hakuna mtu amesaidika. Ukienda kwa mbunge nakwambia hiyo pesa ilipelekwa kule. Wale ukienda kwao wanakuambia hawana hiyo pesa. Sasa unashangaa, kwa nini mtu kama huyu ambaye hajui kutumia pesa apewe pesa? Hiyo pesa irudi huku chini, isaidie wananchi wa chini. Mama yetu akigusa hii pesa tutajua kuwa tuko na imani itatufikia vile hii kidogo yuko nao inatufikia. Je, ukimpatia zaidi yamaanisha Mombasa itaendelea tena sana. Wamama watakuwa celebrated na watu wengi watakuwa wanafurahia. So mimi ningeomba tu pia senator oversight, hiyo kazi ya oversight mpatieni senator iwe kazi yake. Mwekeeni pesa kwa kikapu chake, atembee angalie miradi. Kitu ikifanya kazi haitolewi. Kitu ikifanya kazi inasifiwa na inaongezwa. Wao watu tayari wanafanya kazi, wako na njia ya kuimplement hiyo pesa na tayari tunaona inafikia mwananchi. Sasa zile unaichukua unampelekea mtu mpya ambaye hajui kutumia ile yuko nayo. Yamaanisha atakuwa na teething problem ya kutumia hii pesa. So hii pesa isipelekwe mahali taka 2 years mtu anasema bado tunapanga vile hii pesa itafanywa nini? Itatumika. Asanteni na Mungu awabariki. Wapi makofi yake mazuri? Mwingine mwenye maoni? Mama, njoo. Alafu tupate mzee. Baada ya mama tutaenda kwa mzee. Karibu mama, simama hapa. Hamjamboni nyote? Kwa majina naitwa Edith Mganda, mkaaji wa Nyali Sub County. Niko hapa kwa hili mswada ambao imeletwa hapa leo. Mimi hasa niko hapa kutetea wale wanyonge, mayatima na wajane, nikiwa moja wao. Ni life experience ambao nimepitia. Lakini tunaona kwa ofisi ya mama Zamzam, mama amejali hao wajane na mayatima. Mnajua wajane vile mtu akishafiliwa, familia wengine wanatupwa kabisa. Anataka bebe arudishwe huko kwao ushago. Akishatupwa kule hakuna mwenye kumsaidia. Lakini huyu mama tumeona kwa huruma wake, kwa hakika ameshika wajane mkono na habagui. Sasa leo hii pesa inataka kutolewa ipelekwe kwa governor. Mimi nauliza, nani amewahi kwenda kubisha kwa ofisi ya governor akafunguliwa? Kama yuko hapa aseme. Lakini ofisi ya mama women rep iko wazi. Achagui ni nani amevaa slippers, ni nani amekuja na boot zake za 100,000 ngapi, anakaribisha wote na atakusikiza kupitia kwa wafanyikazi wake. Tunashukuru wafanyikazi ambao wako katika hii ofisi. Wana ile hekima, hawabagui na hata kufukuza. Na mama women rep anasikia hoja zetu zote. Kwa hivyo mimi naunga mkono ili pesa ibaki kwa mama, na hata zile zinaenda kule kwa zile zinapelekwa kwa mali hazifanyi kazi, ziongezwe women rep na wabunge ili watoto wetu waweze kufaidika kwa mambo ya basari, na hizi group za vijana, za mayatima, wajane wote waweze kufaidi katika kutoka kwa ofisi ya women rep. Hii pesa ikitolewa, sasa tukija hapa utakuwa unamlilia mama atoe pesa yake mfukoni akupatie. Kweli ni haki? Atakuwa sasa ni mfanyikazi wa serikali aina gani? Atakuwa amewekwa hapo kama statue. Kwa hivyo sisi tunaomba pesa iongezwe kwa ofisi na mama aendelee na kazi yake. Tumeona mradi zake. Mama anaingia mpaka mashinani, mtaani, abagui, anakaa na vikundi, anawasikiza. Kwa hivyo wangapi wanasema hii pesa iongezwe na ibaki hapa kwa mama? Sote siongezwe. Asanteni na Mungu awabariki. Wapi makofi yake? Pesa iende ibaki. Pesa iende ibaki. Asante mzee mmoja. Yes. Mzee Galgalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waislamu, salamu alaykum. Alaykum salaam. Mimi kwa majina naitwa Galgalo. Natoka Changame constituency.
Nani kama mama kwanza? Hakuna. Nani kama mama? Hakuna. Asubuhi? Mama. Saa 7? Mama. Jioni? Mama. Si hata usiku ni mama? Asanteni sana. Sasa mimi nawaambia nyinyi namna hii. Wanasema hizi pesa za Gulf kwa mikono wa women rep mama yetu Zamzam. Kwanza kwa kaunti 47 wa mama. Wote kaunti 47 ni wa mama women rep. Mimi nasema hivi. Hizi pesa za Gulf hata mimi mwenyewe niko na maka 51 na nimeanza kupiga kura 1987. Lakini hiyo pesa ya Gulf mimi nimesikia juzi na huyu mama. Mimi nimesikia hii pesa na huyu mama Zamzam. Na huyu mama kwanza hao mama kaunti 47 kama wanafanya kama huyu mama anafanya, Mungu awabariki sana hao mama. Mimi nasema hivi. Hizi pesa wanasema ati hii pesa sijui ikatwe ifanywe nini. Hizi pesa inasaidia wa mama. Kwanza kwa miradi hizi ya kikundi. Alafu ile ya watu walemavu. Wale watoto wamepata kwanza rehabilitation hapa Mombasa. Huyu mama amesaidia hawa watu sana. Na sisi tunasema hivi. Kwanza wacha waseme ati kuna pesa zinakatwa ati zitolewe kwa mama. Hizi pesa zimeenda kwa governor bilioni 1 kila mwaka inaletwa hapa Mombasa County. Milioni 100 ikatwe iletwe kwa huyu mama. Ili pesa kwa sababu mimi nasema hivi. Hata hawa mama ofisi ya governor hawajui mali iko. Na kama wanajua hakuna mtu amewahi kuingia. Na kama wameingia hakuna mtu amesaidika. Kwa sababu ile ni mambo ya Hakaya Abunuwasi ndio inaendeleza pale hawa watu. Kwa sababu moja tu kama ni pesa, kama ni minister iko huko juu. Kuna minister ingine hapa kwa county. Kazi yake ni kukaa kwa ofisi kuzungusha kiti kukula pesa. Shanipata eh? Alafu isitoshe ile hata wafanyakazi ni goshi hapa wengi wanakula pesa bure. Na county inaokota pesa nyingi hapa. Lakini hizo pesa hajulikani mali inaenda. Hizi shilingi milioni 3 huyu mama ati mnataka ati haiko kwa wekeni kwa sheria ikubalike na kwanza iongezwe kabisa. Hiyo milioni 3 haisaidii. Na isaidie hawa mama wajane na wale walemavu na kila mtu kaunti ya Mombasa. Mimi nashukuru sana ule mama kwa sababu hata hiyo pesa ilikuwa sijui, ndio nimejulia kwa huyu mama. Kwa hivyo sisi tunataka iwekwe kwa sheria mara moja. Na hakuna kubahatisha sisi Mungu ametubariki sisi tuko na katiba yetu ya Kenya 2010. Inaturuhusu tushughulike mambo haya kwa hii wamama wote. Asanteni sana, Mungu awabariki. Naona kuna gari imeingia. Pesa ziende zibaki. Asante mama, karibu. Kwa haraka tafadhali. Salamu alaikum. Amani ya Bwana iwe juu yenu. Mimi kwa jina naitwa Amina Hassan Babu, lakini wengi wananijua naitwa Amina Babu. Kwa jumla natoka pande za Likoni. Kwa kweli pesa za CDF ziko. Na ilikuwa zamani kweli mimi sikuwa sijui. Mimi nimeishi kama single mother kwa miaka mingi kwa kibiashara. Mama Zamzam mimi nimemjua kitambo, imani yake, utakatifu wake na vile anavyoishi na watu. Unaona? Lakini sasa nilipokuwa sasa naishi katika vile, baadaye tulikuja tukapoteana kwa miaka mingi, lakini kwa hivi sasa nilisomesha watoto wangu mimi mwenyewe na nilijaribu kwenda kwa wakubwa. Hata huko kwa governor mwenyewe nishawahi kwenda, si mara moja, mara mbili wala mara tatu. Sijui uchungu wa pesa za CDF, sijajua. Na kila unayemgusa anakuambia nenda kwa Mama Zamzam.
naenda kwa mama Zamzam, lakini kulingana na zile, yani unajua kuna mtu sangine anaogopa yale matendo uliotendewa kule, unaogopa pengine ukija kwa huku nako pengine atakukuta. Lakini alhamdulillah nilikuja mara ya kwanza sikumpata, na nikasema bado sijachoka, nitakuja tena, na nimekuja. Nilikuja jana, ukarimu niliopokewa nashukuru alhamdulillah. Yeye mwenyewe nilimuona, tukasalimiana, na sija katika moyo. As a single mother nina matatizo na nimesomesha watoto wangu 10 peke yangu kwa sababu mzee alikufa, sijaona pesa ya nini, nikifua tu natumia. Lakini sasa umri nao umeenda, ningeomba hizi pesa badala ya kupunguzwa ama ziondolewe, ziongezwe, maana hata hizi kwa mama hazimtoshi. Na mama Zamzam haangalii mama peke yake, anaangalia vijana, anaangalia walemavu, sifa zake ninapozisikia. Anaangalia walemavu, anaangalia vijana, anaangalia kina baba, kila mtu yeye ni wake. Hana mdogo wala mkubwa, hana mzima wala mgonjwa, hana mlemavu wala mzima. Wote wanakuta ni watu wote wako sawa. Kwa hivyo naomba pesa zisitoke kwa mama. Kama mjuapo uchungu wa mwana au jua yeye ni mzazi. Ni mama yetu juu. Mama juu. Kwa hivyo tunaomba pesa zisitoke. Azidi kuwekewa, asipelekewe governor. Governor hatuna uchungu naye. Governor hatushughulikii, governor hatuangalii. Yeye akipata pesa yeye na mambo yake anayofanya, yeye mwenyewe anajua, yeye mwenyewe na watu wake. Kwa hivyo mama, pesa zibaki kwa mama, tutabaki kwa mama kwa mama. Asanteni sana. Wapi makofi yake jamani? Kuna mwingine sasa, ni mwanaume tunataka Mzee Njoroge, karibu. Kisauni wako wapi Kisauni? Sawa. Takupa nafasi. Habari zenu? Hamjambo kwa majina mimi naitwa Njoroge, ni mzee wa mtaa katika eneo la Changamwe. Nimetoka katika Changamwe sub county. Mimi kwanza nataka kusema hivi. Mimi nimekuja hapa kwa mswada huu, nataka tuunge mkono pesa zibaki. Kwa nini nasema pesa zibaki? Jamani, pengine naonekana kwa umri kidogo, lakini nimekula miaka. Tuliosoma nao miaka ya 70. Sisi tukisoma madarasa ilikuwa ni mabanda. Mnajua mabanda ni jengo limejengwa lakini halina madirisha, lakini hata milango hamuna, si ndio? Lakini hii NGCDF ilipoingia, na ukiingia unaangalia madarasa, unaona kweli ni madarasa yanafaa watoto kusomea, si ndio? Madarasa ambapo siku hizi mpaka ina tayo. Sisi tukisoma ilikuwa ni mchanga, unabeba maji, unamwaga kwenye madarasa. Lakini baada ya hii NGCDF kuingia, tumeona mambo imerainika. Sasa nikuja hapa pia kwa GAF. Mmesikia mimi ni mzee wa mtaa wa Changamwe. Sisi wazee wa mtaa kutoka 2016 serikali imekuwa ikisema wazee watawekewa kitu, wazee watalipwa, wazee watapewa kitu. Kwa hakika hakuna mtu mwenye jicho la huruma kama huyu mama ambaye anasimamia pesa za GAF katika Mombasa County. Alipokuja akasikia habari ya wazee, akaona wazee vile wanavyohangaika, maana wazee wamekuwa wanakaa chini na kesi za manyumbani na nini, hakuna kitu wanapata. Akasema hawa wazee nitawajenga na kitu angarau wanaweza kuinua biashara zao, wakafanya biashara. Si mnaona nimerainika? Nilipata kitu kwa GAF pamoja na wazee wenzangu, tukafanya biashara, na hiyo biashara inatuwezesha sisi kufanya mambo vizuri. Kitu nyingine ningesema kwamba nimeona pia pesa za GAF zimefanya. Mimi nilikuwa sijaona vikundi vimeimarika kama wakati huu. Ukienda saa hizi katika Mombasa County ama pahali nimetoka nizungumzie kama Changamwe sub county, ukiona kikundi kimeimarika, ukiangalia vizuri utaona alama ya GAF. Kwa sababu gani? Wamepata pesa za GAF, si ndio? Ukiangalia vizuri unaona pesa za GAF zimetembea hapo. Kwa hivyo mimi ningesema hivi, tena nimeshangaa kusikia ati ni milioni 3. Hii pesa ya mama hata ingekuwa zaidi kuliko pesa zingine, manake yeye anatembea kila pahali. Badala ya milioni 3 hata ingekuwa hata bilioni 3,
ndio aweze kufanya kazi kwa njia mzuri. Ikiwa wazee wamepata, kina mama, nikitembea pia nasikia leteni watoto ambao wamepata mimba na tuwarudishe shule. Ni kazi yetu sisi wazee. Tukiwarudisha shule tuambiwa nini? Hawa watoto watapewa msaada na mama katika pesa za gafu. Sasa wakisema waondoe hizi pesa, hawa watapata msaada namna gani? Mimi ningesema kama mzee wa mtaa wa Changamwe, hizi pesa za gafu zirudishwe na ziongezwe ziwe nyingi. Na pia vile nisimsahau senator wetu ambao unafanya kazi mzuri ya oversight. Pia apewe pesa za mfuko. Tumeona ametembea katika maeneo yetu ya Changamwe wakati tuko na shida, anakuja ku oversight na anatoa ripoti mpaka bungeni. Tunataka pia mfuko wake uongezwe ndio aweze kufanya kazi njema. Mimi nataka kuuliza nyinyi hapa, wakaji hapa, nyinyi tuko nanyi hapa, ni wangapi ambapo wangesema hizo pesa ziongezwe kwa mkono? Asanteni. Mimi yangu ni hayo, niseme asante kwa kunipatia nafasi. Asante. Wapi makofi yake mzee jamani? Pesa zibaki ama ziende? Zibaki. Bado sijasikia Nairobi sikie pesa zibaki ziende? Zibaki. Asante. Kuna mmoja labda kutoka Kisauni. Kisauni? Njoo. Kisauni. Karibu mama. Asante. Kwa niaba ya bodaboda Tom, kwa niaba ya bodaboda. Shikamoni. Kwa majina naitwa Mishi, natoka Kisauni. Mimi nimesimama hapa kwa niaba ya kutetea hii ngafu na hii basari. Mimi sijawahi ona, hata sijawahi fika kwa ofisi ya former MP women. Lakini hapa nilikuja nikakaribishwa, nikaleta hoja zangu. Mimi nilikuwa na marafiki zangu na dadangu mwenye walikuwa wamepata mimba, wakaacha shule, wakaingililia vitu ambazo havifanani na umri wao. But nilivyosikia hapa kuna kitengo kinaitwa second chance, mimi nilikuja nikajieleza. Saa hii wanasoma, wanajielewa, mama analea watoto, wamekuwa wasichana wazuri, na wao pia ukiwauliza si bado ni wadogo. Kiwa mkubwa ndio kama nani? Takuwa kama mama Zamzam. Mama oye. Mama oye. Sifa kwa mama. Pesa zisiondolewe, pesa zibaki, ndo wengine kama hao wapate chance ya kusoma. Manake wao ni kama kioo kwa wale waliokuwa na matatizo kama hayo. Kama tunaweza beba mimba na turudi kusoma sababu ya mama, pesa ikiondolewa si watakuwa machokora? Watakuwa ushaona waizi wa kike? Hao ndo watakuwa waizi wa kike hao sasa. Sasa tunakataa hiyo tabia kwa kuzidisha hizo pesa na watoto wetu wasome. Mbarikiwe. Asante sana. Bwana sifiwe. Wamama hoye. Wamama hoye. Vijana hoye. Jomvu hoye. Likoni hoye. Nyali hoye. Mombasa hoye. Asanteni sana. Nataka niongee in general. Kwa majina naitwa Zakayo Ongota Agai. Mimi naongea kama chairman wa Mombasa West Business Community. Ile kitu nasema hapa ni kwamba hii pesa ibaki kwa hiyo ofisi. Sababu gani? Hiyo ofisi imesaidia mali pakubwa. Sisi kama viongozi wa wafanyabiashara tumepata afueni kupitia hiyo ofisi. Manake groups nyingi kule mtaani wamepata projects support kupitia kwa hiyo ofisi. Groups za kina mama kule mtaani wanafanya biashara, hata siku hizi wanipati stress nyingi. Kwa sababu ya chairman, tunataka pesa ya biashara. Pesa iko kwa mama. Wanakuja hata kama sio wote, lakini wengi, most of the groups wanapata kufaidika kwa ofisi ya mama kupitia pesa ya ngaf na pesa ya basari na kadhalika. Kuna vijana wetu kule mtaani. Sasa hii hata wazee wa mtaa hawana shida, hawana kesi ya kutatua nyingi mtaani. Sababu ofisi ya mama imeangalia paka vijana kule mtaani. Vijana wale walikuwa wanapata shida kwamba tayari huko kuna wizi fulani ya vijana imefanyika mahali. Kuna fikiria vijana sio imefanya nini huko na huko. Kuna kuku mtu amepoteza kuku kupitia kwa vijana. Kesi imepungua. Hakuna kesi kwa wazee mtaani. Hata kama iko lakini imepungua.
Sababu gani? Vijana wako busy, wanafanya kazi. Mama amenunua machines na vijana ya kuosha magari kule mtaani, mapikipiki. Vijana wako na kitu ya kufanya kule. Tuko na kina mama wale the widows kule mtaani. Walikuwa wakikimbia wasema, sasa chairman, hata mimi sasa nimekaa na mtoto kwa mlango, hakuna pesa. Nasema mimi utaenda kwa mama utapata pesa, mtoto aende asome. Basari. Watu wamepata pesa, wakina mama wamekuja hapa, wakikuja hapa hata kama ni kidogo akosi kupata. Ndio kwa maana mimi nasema hiyo ofisi, hiyo pesa ibaki kwa hiyo ofisi, na hiyo pesa iongezwe zaidi, maana ni kidogo. Ile kidogo iko kwa hiyo ofisi, tunaona mkono ya mama imeingia mashinani kila mahali. Watu wanapata kusaidika kupitia hii pesa kidogo hii iko kwa hiyo ofisi. Kwa hivyo ofisi ya mama ni ofisi ambayo imekuwa muhimu kwa jamii na watu wote wa Mombasa kwa jumla. Tuko na mambo na hii wanasema pesa iende kwa ofisi ya governor. Mimi mwenyewe governor ananijua mpaka kwa majina. Na najua mimi ni kiongozi. Na kuna kitu inaitwa protocol. Ile ofisi kuna protocol. Uwezi kuingia ufike hata uone governor. Uwezi kuingia hata upate usaidizi. Utakuwa unaanza kule, jaza hii. Jaza hii. Jaza hii. Jaza hii. Enda urudi, ufanye appointment. Enda urudi, ufanye appointment. Ofisi ya mama hapa hakuna mambo na appointment. Unakuja unaingia mpaka ndani. Unakuja unaingia mpaka kule kwa ofisi ya ngafu kule ndani. Unapeleka shida yako, inachukuliwa na kama inaweza kusaidika sasa hiyo unapata usaidizi. Kama ni kitu cha kungoja utaambia enda urudi, utapata usaidizi kupitia mtu fulani. Kwa hivyo hiyo ofisi imekuwa ni ofisi muhimu, na hiyo ofisi tunataka ile pesa iko kule inalala kule kwa ofisi ya governor kule ikuje hapa. Manake saa hii tuko hapa na kina mama ambapo ni widows. Governor hawajui hata kwa majina. Kama mimi ambapo ananijua kwa majina mimi, hata naweza mpigia simu akose kuchukua. Naweza enda kwa ile ofisi nifungiwa mlango. Wewe ambapo wewe ni widow. Wewe unafanya biashara kwa mtu wa chini. Atakujua kweli? Atakujua kweli? Kwa hivyo hii pesa ibaki hapa, na tunasema hiyo pesa iko kule ipunguzwe. Ikuje kwa hiyo ofisi ya mama na watu wapate kusaidika kupitia kwa hiyo ofisi ya mama. Asante sana, Mungu awabariki. Pesa iende ibaki. Asante. Kwa niaba ya bodaboda njoo uongee tafadhali.